Karibu mpendwa mtazamaji katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya sayansi darasa la 6, na leo upo na mimi mwalimu wako mpendwa Davis Ongele, ambako tutaendeleza mada yetu ambayo tulishaianza katika kipindi kilichopita, mada ya hewa. Katika kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu dhana ya hewa, lakini pia tukajifunza kuhusu sifa za hewa. Kwa maana tulijifunza nini maana ya hewa, lakini zaidi ya yote tukajifunza sifa za hewa. Tunawezaje kujua kwamba hii ni hewa na ina sifa zipi? Sasa kupitia somo hilo, basi leo kumekuwa na mwendelezo wake kwa kuangazia umuhimu wa hewa. Swali la kwanza la kujiuliza kabisa, je, hewa ina umuhimu wote katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani? Mimi na wewe tujitafakari. Hivi kusingekuwa na hewa ingekuwaje? Maisha yangekwendaje? Ni mambo gani ambayo yangekwama, yasingeweza kufanyika kama kusingekuwa na hewa? Kupitia maswali haya ya dodoso yanaweza kukusaidia kujua kwamba hewa ina umuhimu au haina umuhimu katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Na mimi leo nipo kwa ajili ya kukupitisha tu katika mambo hayo machache ya kuzingatia, ya kuangazia umuhimu wa hewa kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa kuanzia, tunasema hewa ina umuhimu mkubwa sana. Na ili tuweze kubaini umuhimu wa hewa, mambo makubwa ya msingi ya kuzingatia kwenye swali lolote la kuangalia umuhimu wa jambo lolote. Mtu akikuuliza tuambie umuhimu wa kitu fulani, cha kwanza angazia faida za hicho kitu, au angalia matumizi ya hicho kitu. Kitu hiki kilichoulizwa, taja umuhimu wake. Na upatia wapi huo umuhimu? Kumbe umuhimu unaupata kupitia matumizi ya hicho kitu. Umuhimu unaupata kupitia faida za hicho kitu. Kwa kuzingatia mambo hayo, unaweza kusema naam, hiki kitu kina umuhimu au hakina umuhimu katika maisha yetu ya kila siku. Basi tukirudi sasa kwenye dhana yetu ya hewa, tunasema ndio, hewa ina umuhimu kwa sababu imekuwa na matumizi tofauti katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa kuanza, nambari moja, umuhimu wa hewa. Tunasema hewa ni muhimu sana kwa uhai wa viumbe hai. Hili ni kweli na ni jambo ambalo kimsingi liko wazi. Hewa ina umuhimu mkubwa kwa uhai wa viumbe hai. Na hapa tunaposema uhai, tunamaanisha makundi makubwa mawili, yaani wanyama pamoja na mimea. Wanyama wanahitaji gesi ya oksijeni ili waweze kupumua, lakini pia mimea inahitaji gesi ya carbon dioxide ili iweze kujitengenezea chakula chake. Sasa makundi haya yote mawili kimsingi yanahitaji aina fulani ya gesi ambayo ni sehemu ya components zinazounda hewa. Kwa hiyo kumbe kusingekuwa na hewa, wanyama tusingeweza kupumua, lakini pia kusingekuwepo na hewa, mimea pia isingeweza kujitengenezea chakula chake. Kwa faida hiyo namba moja, tunagundua kumbe hewa ina umuhimu. Lakini sio hivyo tu, hewa pia ina umuhimu mwingine. Hewa inatumika katika kuunguza vitu. Ni kweli, penye hewa ndipo utakapowaka moto. Kama hakuna hewa, moto hauwezi kuwaka. Zingatia mfano mmoja pale nyumbani, mama anapomaliza kupika kwa kutumia jiko lake la mkaa. Atakusanya mkaa wake wa moto na kuweka pembeni, kisha atafunika kwa kutumia chungu au sufuria. Hii yote ni katika kuzuia hewa isiweze kupitia kwenye huo mkaa wa moto, na kwa kufanya hivyo moto utazimika. Kumbe mama pale nyumbani naye anaifanya sayansi nyepesi kabisa ya kuhakikisha kwamba hewa haisogei kwenye moto, kwa sababu hewa ikipita kwenye moto lazima moto utaendelea kuwaka. Lakini ukiachana na faida hiyo nyingine ya kwamba hewa ina uwezo wa kufanya vitu kuungua, lakini hewa inasaidia katika uchavushaji. Hewa ina uwezo wa kusafirisha chavulio kutoka mmea mmoja kwenda mmea mwingine, au kutoka ua moja kwenda ua jingine, au ndani ya ua lenyewe. Poleni inatoka kutoka kwenye chavulio pale juu ikashuka kuingia kwenye stigma ndani ya ua hilo moja, na chavuo ikafanyika ndani ya mmea huo. Lakini kusingekuwa na hewa, huenda uchavushaji katika mimea ungekuwepo, lakini kwa ugumu kidogo. Labda ungefanyika kupitia mawakala wengine wa chavuo. Lakini hewa ni miongoni mwa mawakala wa uchavushaji katika mimea. Hivyo tunahitaji hewa iwepo ili mimea iendelee kufanya uchavushaji wake vizuri. Lakini hewa tunaweza kuitumia pia katika uzalishaji wa umeme. Mtu anaweza kujiuliza, hivi hewa inawezaje kuzalisha umeme? Ndiyo, hewa inaweza kuzalisha umeme.
tuna sehemu tofauti tofauti ambako hewa yake imekuwa katika mwendo, yaani upepo. Na upepo unapokuwa mkali, wanasayansi wanaamua kuweka propela au pangaboi au kata upepo ambazo zinasaidia katika ufuaji wa umeme. Tuna maeneo ya mfano hapa Tanzania kama maeneo ya Singida, tuna maeneo kama Iringa, Makambako. Maeneo haya yana upepo mkali sana, ambako twaweza kutumia maeneo hayo kuweka vinu vya kufua umeme kwa kutumia zile pangaboi, propela au kata upepo. Umeme ambao tutautumia katika matumizi yetu ya kila siku, na matumizi ya umeme majumbani kwetu, viwandani na wapi tunafahamu. Tunaweza kutumia umeme kwa kupikia, tunaweza kutumia umeme kunyosha nguo kwa pasi, tunatumia umeme kuendesha vyombo vyetu vya kielektroniki kama runinga, redio, jokofu, kuchaji simu na vitu kadha wa kadha. Lakini umeme pia tunaweza kutumia kama taa, tunamulikia usiku kwa ajili ya mwanga na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa umeme huo tunaweza kupata kwa kuendesha nini? Kwa kufua kupitia hewa. Lakini ukiachana na kuzalisha umeme, bado hewa ina matumizi mengi sana. Na miongoni mwa matumizi ni pamoja na usafirishaji wa sauti. Mawimbi ya sauti huwa yanasafiri katika hewa. Anaweza kukaa mtu mbali na we bado ukamuita kwa jina lake, Juma, Joni, Ashura, Mwana, nani, kwa jina lolote, au kamuongelesha jambo lolote naye akakusikia, lakini hakuna muunganiko wa waya mahali hapo, wala hakuna kispika kilichowekwa hapo. Sauti inawezaje kusafiri kutoka sehemu moja kumfikia yule uliyemuita au kumuongelesha? Ni kwa sababu mawimbi ya sauti yanapita kwenye hewa. Lakini pia hewa inatusaidia katika kupaa au kuvifanya vitu vielee katika anga. Ndege inaruka angani pamoja na uzito wake wote, lakini inawezaje kuruka angani? Ni kwa sababu kumewekwa propela au kata upepo zinazofanya hewa ivutwe chini kwa nguvu, na ndege inaonekana kuwa ni nyepesi na yenyewe inapanda kwenda juu. Hiyo ni kwa sababu propela zinasukumana na hewa kwa nguvu, zinakinzana na hewa kwa nguvu. Pasinge kuwepo hewa, zile propela huenda zisingekuwa na faida yote ya kuwepo na ndege isingeweza kupaa juu. Lakini sasa hivi kumekuwa na teknolojia ya utalii kwa kutumia parachuti au puto. Tunajaza hewa kwenye puto, alafu watu wanaruka angani kwa kutumia parachuti na wanafanya utalii wao vizuri kabisa mpaka wanatua chini. Hayo yote ni matumizi ya hewa. Usingekuwa na hewa, aina hiyo ya usafirishaji huenda isingefanyika. Lakini pia hewa tunatumia katika kujaza kwenye matairi au mipira. Matairi ya vyombo vyetu vya usafiri, baiskeli, pikipiki, gari na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Matairi yake tumekuwa tukijaza hewa ili yaweze kufanya kazi vizuri. Usinge kuwepo na hewa, hata namna ya kutembea haya matairi inakuwa ni changamoto. Wewe mwenyewe unaweza kubaini baiskeli yako isipokuwa na hewa kwenye matairi huwa haitembei vizuri. Pikipiki yako isipokuwa na hewa kwenye matairi huwa haitembei vizuri. Gari hali kadhalika haliwezi kutembea vizuri. Lakini hata ule mpira wa miguu ambao tunauchezea kila siku, usipokuwa na hewa huenda hauchezeki vizuri, hatuwezi kuucheza. Lakini hewa inasaidia, tunajaza mule na matumizi yetu yanakwenda vizuri kabisa. Lakini faida nyingine ya hewa tunaitumia katika kukaushia vitu. Inaweza kuwa nafaka, mazao ya mashambani, na yenyewe huwa yanakaushwa kwa hewa. Zamani wazee wetu walikuwa wakitoka mashambani wamevuna mazao yao, kabla ya kuweka ghalani wanaacha nje sehemu ya wazi. Anakuambia nataka hewa ipitie. Lakini kumbe walikuwa hawajui kwa nini hewa ipitie. Hewa inasaidia katika kukausha vitu. Kwa hiyo kwa kufanya vile, wale wazee walikuwa wanasaidia nafaka zao zilikuwa zinakauka maradufu kuliko vile zilivyokauka shambani. Lakini zaidi ya yote tunaweza kutumia hewa katika kukaushia hata nguo. Mara kadhaa mimi na wewe tumekuwa tukifua nguo wakati wa usiku, tunaanika nje, tunaiacha wenyewe, tunakwenda kulala. Kiamka asubuhi nakuta nguo imekauka. Lakini usiku kucha hakukuwa na jua. Unajiuliza hii nguo imekaushwa na nani? Kumbe ni kwa sababu hewa ilipita eneo hilo na kuifanya hiyo nguo yako ikauke vizuri kabisa. Lakini ukiachana na faida hiyo, bado tuna matumizi mengine hewa. Hewa ndiyo inayotusaidia katika kutengeneza mvua. Mvuke ambao unatokana na bahari, maziwa, mabwawa au ule mvuke unaotokana na misitu, wenyewe unavukizwa kwenda angani kama hewa. Baadaye unaganda na kudondoka chini kama matone ya mvua. Mvua tunayoipata kumbe inatokana na hewa ambayo imetokea hapa chini, ikapanda kule juu, kisha ikagandishwa na kurudi tena chini
kama matone ya maji. Hayo yote ni faida tu za kuwepo na hewa. Kusingekuwa na hewa, huenda tusingezipata faida hizo zote mbili. Lakini hewa pia inasaidia katika kusawaza jotoridi la dunia. Katika uso wa dunia, joto lake halifanani. Kuna sehemu zingine zinakuwa na joto kali, sehemu zingine zinakuwa na ubaridi mkali. Sasa kumekuwa na hali ya msawazo kwa sababu hewa ina uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mathalan, tuchukulie mfano. Maeneo ya bahari wakati wa mchana kunakuwa na hali ya hewa yenye ubaridi ukilinganisha na maeneo ya nchi kavu. Lakini wakati wa usiku, maeneo ya bahari yanakuwa na joto kali ukilinganisha na nchi kavu. Hali hii inapelekea wakati wa mchana upande wa baharini kunakuwa na hewa nzuri yenye ubaridi ukilinganisha na nchi kavu. Na ndio maana watu wanakimbilia sana pembezoni mwa bahari kwenye zile bichi mbalimbali na kubarizi kule kupata hewa nzuri. Lakini wakati wa usiku inakuwa ni kinyume chake. Baharini ndio kunakuwa kuna joto kuliko nchi kavu. Hivyo watu wanaikimbia bahari, wanakimbilia bara zaidi kwa ajili ya kukimbia joto lililopo kule. Hali hii inatokana na nini? Hii sasa inasababisha hewa isafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuweka msawazo sawa. Yaani hewa yenye joto inaweza kwenda sehemu yenye ubaridi na kupapasha joto hapo. Hewa yenye ubaridi inaweza kutoka ikaelekea sehemu yenye joto na kupapoza mahali hapo, kwa sababu hewa haitulii sehemu moja, ina uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hayo ni baadhi tu ya matumizi au faida za hewa katika maisha yetu ya kila siku. Yako mengi ambayo huenda hata wewe unayafahamu. Unatakiwa ukikaa hapo utafakari. Mimi na wewe tujitafakari. Kwani tusingekuwa na hewa ingekuwaje? Je, kama dunia isingekuwa na hewa tungepumuaje? Kwani tusingekuwa na hewa tungeendeshaje magari yetu? Kwani kusingekuwa na hewa tungejaza mipira na parachuti? Kusingekuwa na hewa vitu vingekaukaje? Haya na mengine mengi ambayo utaendelea kujiuliza yatakusaidia kubaini kumbe hewa ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Na ni kweli kwamba hewa ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo hatuna budi kuitunza hewa tuliyokuwa nayo. Tuepuke kuichafua hewa tuliyokuwa nayo. Uchafuzi wa hali ya hewa ni kuua maisha yetu wenyewe. Tunapochafua hali ya hewa, maana yake tunaenda kuangamiza uhai wetu sisi wenyewe, sisi wanyama pamoja na mimea. Na tukiangamiza mimea, hakuwezi kupatikana chakula, kwa sababu mimea ndio kundi la viumbe hai ambao linatengeneza chakula ambacho wenyewe mimea wanahitaji na sisi wanyama pia tunahitaji. Kumbe hatuna budi kutunza sana mazingira yetu, hatuna budi kutunza sana hewa tuliyokuwa nayo ili iweze kutufanya tuishi katika maisha yetu ya kila siku. Leo tumeangazia kwa ufupi kabisa umuhimu wa kuwa na hewa. Lakini kumbuka, huu ni mwendelezo tu wa kipindi kilichopita ambacho tuliangalia dhana ya hewa pamoja na sifa za hewa. Na kuachia leo maswali machache. Jikumbushe, nini maana ya hewa kwa kadri tulivyojifunza wakati ule? Utaandika kwenye daftari yako hapo, weka comment hapo chini. Kama kweli unakumbuka nini maana ya hewa, tuandikie hapo chini. Lakini tena tuambie, kwani hewa ina sifa? Sifa za hewa ni zipi? Tutajie angalau 5 tu. Basi sifa za hewa ni pamoja na hii na hii na 5. Andika kwenye daftari yako, tuwekee comment hapo chini nasi tutaiona. Tutajua kwamba kweli unakumbuka na unafuatilia vipindi vyetu vizuri kabisa. Yote katika yote, hebu tuambie sasa, matumizi ya hewa ni yapi? Kwa kadri tulivyosikilizana leo, unatuambia matumizi ya hewa ni 1, 2, 3. Na kwa kupitia matumizi hayo ndipo tunapoenda kubaini umuhimu wa hewa. Ndipo tunaenda kuhitimisha kwa kusema kumbe hewa ina umuhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kukuletea kipindi hiki ni mimi mwalimu wako Davis Ungele. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambacho tutakuja kuangazia sasa gesi mbalimbali hizo zinazounda hewa katika mchangano wake. Nikutakia kila la heri na vipindi vizuri vijavyo. Asante sana. Kwaheri.